Kutokana na utafiti wa Global Entrepreneurship Monitor unaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la wabunifu wanawake na baadhi ya wabunifu hao wanapatikana pembezoni mwa mji. Hadi sasa tumeweza kuwafikia wajasiriamali na wabunifu zaidi ya 500 ambao 40% ya hao ni wanawake. Hizi pedi zina address ili changamoto ya kwanza ya affordability. Leo ninamleta kwenu Esther, mbunifu kutoka Dadalit, na ubunifu wao unasaidia mabinti kuweza kupata elimu ya afya ya uzazi, lakini pia elimu ya hedhi salama. Hi Esther. So nilipofika Ifakara mwaka wangu wa kwanza kabisa wa masomo, tulikuwa katika kutoa elimu mbalimbali za afya na tukajaribu kuwauliza baadhi ya wanafunzi hasa mabinti, wakatuambia kwamba wana changamoto za kuwa na vifaa vya kujistiri wakati wao wa hedhi. Wengine wanashindwa kabisa kuja shule kwa sababu hawana pedi za kujistiri. Wengine wanakuja lakini vifaa ambavyo wanavitumia ni kanga chakavu ambazo sio salama na hazimpi mwanafunzi uhuru muda wa masomo yake. Baada ya utafiti mdogo ambao tuliufanya, tukagundua kwamba kumudu gharama za pedi ilikuwa ni changamoto, lakini pia njia mbadala ambazo mabinti hawa walikuwa wakizitumia hazikuwa salama. Kwa hiyo tukaja na product ambayo inaitwa Elimisha Pad. Hizi pedi zina address ili changamoto ya kwanza ya affordability, kwamba binti huyu anaweza kumudu gharama, kwa maana akinunua package moja ya hizi pedi anaweza akatumia zaidi ya mara moja mpaka kwa muda wa miezi 6. Lakini pia kwenye swala la mbadala, kwamba huyu binti akishindwa kununua hizi pedi ambazo ni disposable za kila siku ambazo za kutumia mara moja na kuchoma na kutupa, binti huyu sasa hivi anaweza akapata pedi ambayo itakuwa kama backup yake, itamsaidia pale ambapo atashindwa kumudu gharama. Sambamba na hiyo, Elimisha Pad imeongeza leaflet ambayo inatoa elimu ili kuondokana na dhana potofu ambazo zinazunguka katika jamii zetu juu ya afya ya uzazi na hedhi salama. Baada ya hapo tukaingia katika uzalishaji. Na katika uzalishaji tulishirikiana na mabinti ambao wako majumbani na ambao walipata mimba katika umri mdogo. Tuliwapa elimu na tukaanza rasmi kufanya nao kazi ya kutengeneza hizi pedi. Wow, Dadalit mmefanya kazi nzuri sana na nimefurahi kusikia kila kitu mlichokifanya. Naamini kwamba mmekutana na changamoto mbalimbali. Unaweza ukatuambia baadhi ya hizo changamoto ambazo mmekutana nazo? Changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo ni changamoto ya rasilimali. Kwa sababu tunatazamia kuanza uzalishaji kwa wingi zaidi ili tuweze kuwafikia mabinti wengi zaidi. Na ili kufikia malengo hayo tunahitaji mashine nzuri za kutosha na za kisasa, lakini pia tunahitaji karakana yetu ambayo itatusaidia katika uzalishaji. Lakini pamoja na hiyo, changamoto ya rasilimali fedha ambayo ni ya muhimu sana ya kutusaidia kuendesha gharama za ofisi kama gharama za umeme, gharama za maji na kulipa wafanyakazi. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya changamoto ambazo sisi kama Dadalit tunakutana nazo. Mbali na changamoto ambazo wabunifu wanawake wamekuwa wakikutana nazo, Kiota cha Ubunifu cha Ifakara kimekuwa kikifanya nao kazi bega kwa bega ili kuhakikisha wanatatua changamoto hizo. Tupo na msimamizi wa program za ubunifu kutoka Kiota cha Ubunifu cha Ifakara na atatuelezea zaidi. Karibu basi. Kiota cha Ubunifu cha Ifakara kimeanzishwa mwaka 2019. Lengo kuu ni kukuza mawazo ya kibunifu kwenye sekta ya afya na kijamii. Tunashirikiana na wadau mbalimbali ikiwemo sekta binafsi na serikali ili kuwafikia vijana na wanawake. Hadi sasa tumeweza kuwafikia wajasiriamali na wabunifu zaidi ya 500 ambao 40% ya hao ni wanawake. Na tumeweza kuwasaidia kwenye issue 3. Issue ya kwanza tumeweza kuwasaidia kwa mafunzo ya kibunifu. Pili, pia tunatoa support ya kifedha.
Na tatu, tuna karakana ndogo ambayo inasaidia kutoa mfano ya awali ya mawazo yao. Kwa kushirikiana na ubalozi wa Uswisi Tanzania, Foundation Bot na taasisi ya afya Ifakara, tumewekeza zaidi ya dola za Kimarekani 500,000 ambazo zimeweza kuanzisha kampuni changa zaidi ya 7. Kwenye hizo 7 zimejikita kwenye maeneo tofauti ya afya, kilimo na teknolojia. Lakini ukiachana na hayo, sio hizo 7 peke yake tumeweza kuwekeza hizo hela. Kuna zaidi ya kampuni changa 21 ambazo zinaweza kuingia sokoni kwa muda wowote katika kipindi hiki na kuendelea. Kiota cha ubunifu cha Ifakara kinaamini kwamba juhudi za pamoja ndizo zinazochochea maendeleo, hasa katika bunifu za wanawake wanaopatikana pembezoni mwa miji. Hivyo ni wakati sahihi wa wadau mbalimbali wa maendeleo ikiwemo serikali na sekta binafsi kuwekeza katika bunifu hizi za wanawake ili kuleta maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Kiota cha ubunifu cha Ifakara ni zaidi ya ubunifu.